Bwawa kubwa za Thwake ilikuwa imebakia kiasi kidogo ishe, kulingana na ripoti ambayo tulikuwa nayo na ile ripoti ambayo ilizungumziwa na Mheshimiwa Rais. Asilimia 92 ya bwawa hilo ilikuwa imeisha, na mimi niko na report na nimepigiwa simu kutoka wafadhili ambao wanaitwa Africa Development Bank. Wameniambia kwamba serikali ya Kenya hawajawaitisha pesa ya phase 2, na nimekuwa nikimtafuta Waziri Mbadi ili waitishe pesa hizo, kwa sababu kulingana na benki hiyo serikali haijatia maanani phase 2 ambayo ilikuwa ya kuhakikisha kwamba maji ambayo yametegwa katika damu hiyo yanaweza kusambaziwa watu, na wale wafadhili wanataka pesa ambazo wataziweka katika mradi huo kwanza watu wapate maji, na ndio kwa sababu wanasisitiza kwamba serikali ya Kenya lazima iitishe maji hayo. Vita ambayo inaendelea Russia ama Ukraine haiwezi kutuzuia kumaliza mradi huo. Kandarasi hiyo tumempatia Mchina, amekuwa akiendelea. Ukuta ambao ulikuwa unasemekana ulikuwa kizuizi waliongezea, na mambo ambayo yamebakia ni kidogo. Na kama wanataka ukweli, ile makubaliano kati ya benki ya African Development Bank na serikali ya kitaifa, ile mahali ambapo serikali ya kitaifa ilikuwa itoe ahadi yao, serikali ya taifa haijatoa ahadi hiyo. Na ni vizuri tuseme ukweli, serikali ya kitaifa haijalipa ahadi yake ili mradi huo uweze kumalizika. Kwa hivyo wale ambao mambo ambayo wengine wananisema, mimi kama gavana, na kwa sababu ninajua maneno haya na nimeifuatilia kwa miaka mingi, hiyo si ukweli, na Wakenya waambiwa ukweli. Hiyo ndio mradi ya kwanza wa national government ambayo vita ambavyo vya mashamba tulikuwa tumemaliza. Wale ambao walikuwa wamebakia familia karibu 9 ni kwa sababu hawakuwa wamekubaliana kama familia, lakini pesa zao ziko tayari. Wakikubaliana kama familia watalipwa fidia zao na waondoke katika sehemu hiyo, lakini hakuna tashwishi yoyote ya mradi huo. Na tunauliza serikali kuu, sisi ni Wakenya, sisi ambao tuko eneo hili ni Wakenya, sisi tunalipa taxes, na watu wa eneo hili, kaunti ya Makueni, ya Machakos, Kitui na wale wengine ambao ni majirani wetu, wanafaa wapate maji haya haraka iwezekanavyo. Tumengoja siku nyingi, tumepatiana mashamba, na tunataka watu wapatiwe maji safi ya kunywa, na ile ahadi ya kwamba shamba zetu zitanyunyiziwa maji, ile tunaita na kimombo irrigation, kwenda Ulilinzi, Kadhonzweni, mradi huo pia lazima utimizwe ili tumalize food insecurity Ukambani. Sisi tukipata maji, we are the fruit basket of the country. Asante. Joe. Thank you.